Yo, mambo vipi? Jason kama kawaida. So, our comrades pia nao wameamua hii maisha hawatakubali iwatandike kirahisi rahisi hivi. Wametafuta njia za kusurvive hii tough economy. Kuna story ambayo ina circulate katika internet na nikaona sio case nije niwachapie hapa hiyo story. Ambapo story yenyewe ina involve university students ama some of the university students na matatu drivers. Naona kuko na kamchezo fulani ambako kanaendelea wakati a university student ameingia ndani ya matatu na anataka kulipa fare. Story yenyewe inasema matatu drivers have accused some university students of editing M-Pesa messages to avoid paying full fare. Wana edit hizo M-Pesa message. Wanasema the trick is pushing operators into losses. One driver said gari ni 100 bob, anatuma 1 bob. Unaona, fare ni 100, shilingi 100, lakini jamaa anatuma 1 bob, shilingi moja tu. Ama gari ni 70 bob, anakutumia 7 bob, then ana edit message. So huo ndio mchezo ambao unaendelea between university students na matatu driver operators. Yeah. So tukiangalia issue kama hii, is it a genuine survival tactics? Definitely no. Hiyo si mchezo mzuri, ambapo tunaona hata hawa watu ambao wako katika transport sector pia nao wako kazi, wanatafutia familia yao, wanataka walipe rent, wanataka walipe fees kupitia hiyo kazi. Hata tukiangalia saa hii pia mafuta yako juu sana, bei ya mafuta imepanda. Vitu kama hizi zikiendelea zinawakoroga kiukweli. Tuongee tu ule ukweli. I don't think that is a genuine survival tactics, na we have to change. University students, they have to be honest. Sababu tabia kama hiyo ndio huwa inakuwa polepole. Hawezi ona mwizi amekuwa gangster mkubwa mtaani ukafikiri alianzia tu all of a sudden uwizi. Ama hauwezi ukaona hapo mtaani kuko na jamani conman mkubwa, yani anawapiga Viswahili, anawakoni pesa, ukafikiri alianzia all of a sudden. Alianzia akiwa mdogo, ama way back alianza hiyo tabia ikagrow pole pole. Hata hawa tuseme hawa maplayers wa hizi club kubwa kubwa kama ni Arsenal, Chelsea, Manchester United, sio ati unaona mtu anacheza katika hiyo klabu ama amesainiwa katika hiyo klabu kafikiri tayari at the age of 19 tayari anaingia kuanza kucheza mpira. Lazima alienda academy at an early age, akaanza kutrain, kafundishwa about football rules, nini na nini, kila kitu. Ndio tunaona a 19 old young man anakuwa signed kwa big club kama Arsenal ama Chelsea. So hata mwizi ama mtu ambaye ako na tabia za uhuni huwa anaanzia akiwa mdogo sana. Unapata kama ni mwizi amekuwa sasa ni gangster, labda alianza pale nyumbani akiwa mdogo kuchukua shilingi 10 ya mzazi wake. Unaona? Anaona shilingi 20 imewekwa, anachukua, anaenda ananunua vitu peremende nini na nini, inaanzia hivyo. Akifika shule kule anachukua kama ni kalamu, anachukua geometrical set. Mnakuta hapo kwa darasa watoto wanarambiwa tu vitu zao. Kumbe jamaa yuko katika process ya kujitrain. Akimaliza hapo primary anaingia kama ni kupiga watu ngeta. Piga watu ngeta hapo,
kuwatishia mtaani, ana graduate mpaka sasa, labda anajiunga na genge la wale waizi wa kutumia vyuma. Anaambiwa sasa, wewe utakuwa ukibeba huu mzigo, ama anatumwa, nenda ukachukue mzigo kwa mtu fulani ulete. Anakuwa recruited tu mpaka sasa, naye anaweza shikilia chuma akakutishia, na ukimletea za ovyo anaweza taka kubwaga. So hivyo ndio tabia mbaya huwa inakuzwa. Unaona kama hii anatekana alipe 100 bob, lakini ana edit alafu anaonyesha conductor. No. So tunaweza tukaona ni njia moja ya mtu kusurvive, ama tunaweza ifanyia mzaha, lakini hivyo ndio society ina breed gangsters ama maconmen. Huyu mtu anaweza kuja akagraduate akaja akashika position fulani katika serikali. So you can imagine mtu ambaye ako na hii history ya kucheza na hizo figures, mahali kama alikuwa anaambiwa kama ni procurement ya 100 million, anaongeza 0.1 hapo, na hizo ni taxpayer money, hiyo ni mali ya umma. Mnakuwa sasa hampati zile services ambazo zinastahili mupate kama wananchi. So hizi ni tabia ambazo zinaanza at an early stage, na ni vizuri ziwe condemned. Watu lazima watafute njia legit ya kusurvive hii life. Yeah, life ni ngumu kweli, lakini we have to find legit ways to survive. Na pia hao makondakta wanaweza waka avoid hii issue once and for all. Kama hiyo receiving gadget ya kuonyesha pesa imetumwa iko mbali, wa make sure ile gadget ako nayo pale, yule driver ama yule conductor awe ako na hiyo gadget mwenyewe. Ikishatuma message pale akisema mimi nimekutumia 100 bob, ana confirm pale pale ndani ya gari. Sio ati gadget iko kwa mwenye gari kwa mdosi, alafu wewe unasema tu nionyeshe message. Sasa watu wana take advantage ku edit hizo message, na mnakuwa mnaenda into losses. Mnapata hasara, sababu kama mtu alikuwa anatakikana alipe 100, amekutumia shilingi 1, hiyo ni hasara kubwa sana. So guys, ndio ni tabia ambayo ndio inaendelea sahii, lakini sio poa. Yeah. Unajua ukifanyia mtu dhulma, pia na wewe kuna wakati utakuja patikana. What goes around comes around. Kuna siku na wewe pia utakuja patikana. Unaweza kuja ukapoteza kitu very expensive, sababu ya pia nawe ulikuwa uko na hizo stories za kukoni watu ama kudhulumu watu in one way or the other. Until next time, peace.